Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Alhamdulillah, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa. Leo bwana, nimekuja kutoa darasa kwa ajili ya kujibu swali la mfuatiliaji mmoja katika wengi. Aliniuliza swali akasema, "Sheikh, vipi kuna dawa ya kumfunga mume au mke asitoke nje ya ndoa?" Nikasema zipo mpaka za kushikanisha. Ushe kusikia mtu ameenda kufanya mapenzi akanasa ile akanasa wakang'ang'aniana, zipo. Akasema naomba unifundishe. Sasa kwa bahati mbaya kuna baadhi ya maswali unaweza ukauliza swali lisijibiwe vile ulivyotaka, likaja kujibiwa public, kwa sababu hivi ni vitu vya kielimu zaidi. Kwa hiyo inawezekana wewe unatamani mume wako au mke wako umfunge asitoke nje ya ndoa. Basi bwana huyu aliuliza swali, leo atakuwa ametupa darasa kamili. Kwa swali letu tutalijibu, lakini somo letu linasema hivi: dawa ya kumfunga mume au mke asitoke nje ya ndoa. Kwa bahati mbaya nyakati kama hizi tulizonazo za kisasa, kuchepuka au kuchiti imekuwa ni jambo la kawaida, na watu hawajali kama ni kosa, wala lile neno la zina ni dhambi au zina ni mbaya limefutika katika vichwa na mioyo ya watu, bali watu wanachiti na kuchepuka kwa tamaa zao. Mfano, wanaume wengi wanachepuka au kuchiti kutokana na tamaa za kimwili. Tamaa za kimwili kulingana na wanawake jinsi wanavyofanya, wanavaa nusu uchi, wanavaa nguo zisizoeleweka, basi ile inawahamasisha kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo unakuta wao wanataka waone mwanandani, hataki kuishia sebleni, anataka afike mpaka chumbani. Basi tamaa hizo zinawapelekea kuchiti, wala sio kwa sababu wanawapenda wale, hapana, ni tamaa tu. Lakini kwa upande wa wenzetu wanawake, wao wanachiti kwa sababu ya tamaa za kifedha. Anataka avae vizuri, ale vizuri, apate mtu anayemhudumia, akimwambia baby nahitaji na shida na 50,000 na shida 200,000 apewe kwa wakati wake. Yani ile masuala ya hapana subiri baadaye, hiyo haitaki. Kwa tamaa zimewawaka katika mioyo yao na wamejikuta wamekuwa ni watu wa kuchiti. Hii haijalishi ameolewa hajaolewa, wanachiti. Kwa kila mmoja ana sababu za kuchiti kulingana na hisia zake. Sasa kitabu cha Mwongozo wa Tabibu namba 2 kimekuja kutoa solution za mambo hayo. Katika kitabu hichi kuna dawa mpaka ya kumfanya mwanaume au mwanamke akienda kuchiti ang'ang'aniane na yule aliyemchiti, yaani aliyechiti naye. Mfano labda ni mume wa mtu ametoka ameenda kuchiti na mke wa mtu, au mtu tu pembeni, watang'ang'aniana mpaka wewe ulete ile dawa wakutafute uje ukawazingue. Nimefundisha mpaka zinguo lake lipo ndani ya kitabu, lakini sio somo letu huko. Leo tutajifundisha dawa ya kumfunga mume au mke asitoke nje ya ndoa. Kumbuka ofa yetu ile ya 77 days sasa inaelekea mwishoni, zimebakia siku 2 kutoka sasa, na baada ya siku ya 10, yani kuanzia siku ya 10 ndio ya mwisho, 11 tutakuwa tumeshaimaliza hiyo ofa. Kwa hiyo kama ulikuwa bado hujanufaika na vile vitabu vyetu vya elimu ya kitiba, basi unaweza ukapata ofa. Ofa ni shilingi 50,000 unalipia, unapata vitabu 13 vyenye thamani ya 215,000. Baada ya hapa tutakutana na bei halisi za vitabu. Mfano somo letu linatoka kwenye kitabu cha Mwongozo wa Tabibu namba 2. Kitabu hichi tu bei peke yake huwa inauzwa shilingi 30,000. Lakini sasa hivi kwa kuwa kiko kwenye mfumo wa ofa, chenye bei yake ya ofa tu peke yake ni shilingi 20,000. Ukitaka vyote unalipia 50,000, ila ukitaka kimoja tu hichi chenye somo letu la leo unalipia 20,000. Kwa hiyo tuangalie wale ambao bado hujanufaika na ofa hii. Tuko katika siku za mwisho, kwa muda umekwisha. Kwa wale wageni wanaotaka kulipia, unapofanya malipo yako ya shilingi 50,000 kwa ajili ya ofa au kwa ajili ya kitabu hichi, unalipia kuna namba moja hapo katika hizo 3 zinazoonekana hapo. Namba zote zinatumia jina la Bashiri Hussein Rugamba. Likitoka jina hilo thibitisha malipo yako. Kisha ule muamala upige picha au wengine wanasema ku screenshot, alafu nitumie WhatsApp niandikie ofa ya 77.
Kama ni kwa ajili ya kitabu kimoja unaandikia ofa 77, lakini kwa kitabu cha mwongozo wa tabibu namba 2. Kama ni vitabu vyote lipia 50, andika ofa 77 kwa vitabu vyote. Basi mimi nitakuwa nishakuelewa. Vitabu hivyo unatumia kwa njia ya WhatsApp au email. Utachagua njia moja. Kama ni kwenye WhatsApp tutakuwekea kwenye WhatsApp. Kama ni kwenye email pia tutakuwekea kwenye email. Sasa turudi kwenye somo letu. Huu ulikuwa ni mwongozo wa kupata vitabu kwa bei ya ofa kulingana na siku zilivyokwisha. Ni kwamba dawa ya kumfunga mume au mke asitoke nje ya ndoa. Nisikilize vizuri. Kama hauna hichi kitabu, chukua kalamu na karatasi uandike. Kwa sababu ukitakapopiga simu, ukiniambia shehe, nimesoma, nimesikia somo lako kule YouTube, dawa kumfunga mke au mume, sasa nimekusikia kidogo bando limeisha. Sasa nimekuja unielekeze vizuri. Mimi kwa kweli WhatsApp sielekezagi mtu yale niliyozungumza YouTube. Ila kule napokea maswali. Niambie nimesikiza somo lako mwanzo mpaka mwisho, nimelielewa, ila kuna kipengele fulani kimenitatanisha. Pale unamaanisha nini? Hapo tutaelewana. Ila sio somo hili uje uniulizie WhatsApp kule nikueleweshe peke yako. Hiyo gharama huwezi ukanilipa, lakini pia huwa sifanyi hivyo. Kwa hiyo usije ukajidanganya kwamba somo hili utalipata WhatsApp kwa maelekezo binafsi. Ndio maana hata yule aliuliza swali sijamjibu kule, nimekuja kumjibu huku ili na wengine wafanyeje? Wanufaike. Kwa hii ni dawa ya kumfunga mume au mke asitoke nje ya ndoa, na inapatikana katika mlango wa dawa za mapenzi na mvuto, dawa namba 14. Kama una kitabu cha mwongozo wa tabibu namba 2, kasome dawa namba 14 iliyopo katika ukurasa wa 109 wa kitabu cha mwongozo wa tabibu namba 2. Inasema hivi: hii ni dawa itakayokusaidia ndugu yangu msomaji wa kitabu hiki kuhakikisha unamfunga mwenza wako asiweze kuchepuka na kwenda kufanya mapenzi nje ya ndoa yenu. Cha kufanya ili uweze kukamilisha dawa yako, tafuta vitu vifuatavyo. Kwanza tuanzie hapa. Faida ya kumfunga mke au mume ni nini? Zipo faida nyingi na zipo hasara pia. Faida ya kumfunga mume au mke au mpenzi wako asichepuke, kwanza unamzuia asikuletee magonjwa ndani. Sio kwamba unamfunga kwa sababu unampenda. Hilo ni lingine. Linajitegemea kabisa, kwa sababu hakuna mtu anayempenda akaona mwenza wake anatembea na mtu mwingine. Linauma kibinadamu. Lakini unapomfunga mwenza wako unamzuia yeye. Kama imeshindwa kujizuia, basi unatumia nguvu kumzuia yeye asikuletee magonjwa ndani. Leo kuna magonjwa yasio tibika jamani, mnayafahamu. Kwa pale atakapokuwa ameshindwa kwenda nje, mtabaki ndani, mtabaki njia salama na mtaishi vizuri. Lakini nawe pia unayemfunga hakikisha nawe usitoke nje, kwa sababu wewe uko huru. Usiseme kwamba mimi namfunga mwenza wangu lakini mimi nitafanya ninavyotaka. Na wewe jizuie ili na wewe usimletee magonjwa. Unaona bwana? Lakini vile vile mnazuia mimba zile, kwa mfano kwa wanawake, mimba zile za kupeana jamani bila mipango zinazuilika. Leo kuna wanawake wanacheat, anakuletea mimba ndani, unaitunza kwa sababu tu yuko ndani ya ndoa na alicheat haukujua. Anakuletea mtoto ambaye si wa kwako. Unazaa watoto 4 5, kumbe 2 si wa kwako. Unatunza, unasomesha, mwisho wa siku mkikosana unasema hawa kwanza si watoto wako. Watoto wako ni wale pale. Inauma sana jamani. Kwa faida zipo nyingi, lakini pia na hasara zipo za kumfunga mtu. Kwa sababu unapomfunga unamkosesha uhuru wa kuchagua mtu mwingine tofauti na wewe. Lakini wa uhuru sasa unatakiwa ukisema unamfunga ubebe wewe kuhakikisha unabaki naye mazima. Sasa inatakiwa utafute vitu vifuatavyo. Sikiliza, kama hauna hichi kitabu, chukua kalamu na karatasi, stopisha video, vitafute hivi vitu viwili, alafu kisha kuwa navyo ndio uplay tena hii video iendelee. Cha kwanza, unatakiwa upate vitu 5 ndio vitaweza kumsaidia au kusaidia kumfunga mwenza wako. Cha kwanza, jamani, hii ni elimu ya kitiba, tena ni elimu ya kitiba ya kikubwa, na ni elimu ambayo haina mambo mengi. Vikipatikana hivi vifata kukutajia hapa, kazi imekwisha. Kifaa cha kwanza, unatakiwa upate mate yake. Inawezekana mate ukawa ni ngumu kuyapata, ukayawinda wiki nzima usipate. Ukikosa mate, basi upate sehemu aliposhika au kumega ugali. Lile eneo alilokata ugali, ukilikata na wewe ukahifadhi, pale pana athari yake pale.
Unielewe vizuri. Cha kwanza ni chaguo la kwanza ni mate. Mate yake kama unasema alitema ukiyachukua yale ndio chaguo ya kwanza kabisa. Ukikosa umeyawinda wiki nzima hujayapata, basi tafuta sehemu aliposhika pakabaki athari fulani au sehemu alipomega ugali. Jambo la kwanza. Jambo la pili, upate uchafu wa ute baada ya kufanya mapenzi nyinyi wawili. Yaani mmefanya ile starehe yenu, chakula cha usiku mmekula, mmefanya ile starehe, sasa kuna kile kitambaa cha kazi kuna baadhi ya wetu wengine wanakuwa hawana, kwa sababu kuna wanawake wengine maumbile yao huwa hayatoi maji, na kuna wanawake wengine lazima kiwepo kitambaa cha kuleta msaada wa kupunguza maji. Sasa kama mnatumia kitambaa, basi kile kitambaa mnachotumia kujifuta baada ya kile chakula cha usiku, jamani, kinatakiwa ule uchafu upatikane. Kwa hiyo hapo kitatafuta kile kitambaa kwa gharama yoyote. Ima uchukue kitambaa kizima au nyuzi kutoka katika kile kitambaa kikiwa bado hakijafuliwa baada ya kujifuta nyinyi wawili. Katika dini ya Kiislamu kuna vitu viwili tumetofautiana na imani zingine. Uislamu umesema kitambaa cha kazi kila mtu anatakiwa awe na cha kwake. Mwanamke ana cha kwake na mwanaume ana cha kwake. Anachofutiwa mwanaume asifutiwe mwanamke, na anachofutiwa mwanaume na mwanamke asifutiwe mwanaume. Lakini watu wengi hili somo huwa hawalielewi. Nitakuja siku moja nikupe faida za kutumia vitambaa viwili tofauti. Sasa kwa kuwa sio somo letu, nikisema nizame huko utachanganikiwa mazima. Sasa cha msingi, kama nyinyi mnatumia kitambaa kimoja, ichomolewe nyuzi kutoka katika kile kitambaa au kichukuliwe kitambaa kizima. Hitaji la pili. Hitaji la tatu, nyuzi ya socks anazozivaa huyo mpenzi wako au nyayo za mchanga alipokanyaga. Jamani, hivi vitu vinashindikana kupatikana kweli? Kama ni mwanaume, mchukulie nyuzi ya socks anavaga viatu, chukua nyuzi ile. Kama ni mwanamke, pia kuna wanawake wanavaa visocks hivi vya kisasa vile, au kama anavaga socks wewe chukua nyuzi, itakusaidia. Kama havagi socks, basi uchukue mchanga wa nyayo alipokanyaga. Na unapochukua mchanga wa nyayo alipokanyaga, usichote kwa mkono wako, uchote kwa kifaa kingine kama vile kisu, kijiko, yani ule usiushike mpaka utakapokuja kuchanganya mchanganyiko wako. Ukichanganya ukaushika kwa mkono wako, tayari athari yako na yenyewe itakuwa imeingia mle. Kwa hiyo pale kutakuwa kuna shida nyingine kwa upande wa mchanga. Lakini kwenye upande nyingine huku, usiniulize mbona hapa kwenye kitambaa tunachangia litakuwaje huko, wewe usijari, twende pamoja, nitakuelewesha vizuri. Jambo la 4 linalohitajika, upate nywele za sehemu za asili za kwake au nyuzi ya kufuli yake. Natoa option mbili hapa. Ima upate nywele za sehemu za asili za kwake, ima za mwanaume au za mwanamke. Inategemea ni nani unamfunga sasa. Maana mwingine ataweza kuuliza swali, ni nywele za mwanamke au za mwanaume? Wewe kama ni mwanaume unamfunga, basi upate nywele zake yeye za sehemu za asili. Kama ni wewe unafungwa, basi zipatikane za kwako. Ikishindikana, basi ipatikane nyuzi inayotoka katika chupi yake au ile nguo yake ya ndani. Mfano wanaume wanavaa boxer, wanawake wanavaa chupi au kufuli. Hitaji la 4. Jamani, unaposoma hii elimu uwe umekwanza ni mtu mzima. Ndio maana nasema hichi kitabu kinawafaa watu kuanzia miaka 30 kupanda juu, watakielewa. Kuna vitu vingine mtu wa miaka 18 akivisikia anachanganikiwa tu, anasema hii kitu gani? Tunafundishana elimu ya kumzuia mtu asichepuke hapa. Leo kuna ukimwi, kuna magonjwa ajabu atakuletea ndani huyo mtu. Usipokuwa makini mtaugua wote, mtakunywa dawa maisha yenu yote na mtashindwa kujigomboa. Sasa kinga ni hapa. Mzuie mwenzako asiende huko anakokwenda. Tamaa zimekuwa nyingi saa hizi. Kwa tulia, sikiliza somo. Kwa hiyo patikane nywele za sehemu za siri za kwake. Ukikosa upate nyuzi ya nguo yake ya ndani. Tunaweza kusema chupi au boxer. Hitaji namba 4 hilo. Hitaji namba 5, lipatikane jina lake na la mama yake. Sasa hii ni kazi ndogo. Wewe umeishi na mwanamke, hujajua tu jina lake na la mama yake anaitwa nani? Hata kwa mapenzi unamuuliza, hivi wewe mama yako anaitwa nani? Mama anaitwa Elizabeth. Mama anaitwa Juliana au anaitwa Ashura. Tayari kazi imekwisha. Yeye tutakuwa mshamfahamu toka bado unamtongoza huko. Kwa hiyo jina lake lipatikane na la mama yake. Sikiliza sasa vizuri. Baada ya kuvipata vitu hivyo, vitu vyote hivyo ulivyovikusanya,
ukivipata vyote utavitia katika chupa ndogo pamoja na kipande cha kata. Tafuta chupa ndogo, uvikusanye vitu vyote hivyo ulivyovitafuta, uvitie mule ndani. Alafu tafute na kipande cha kata. Jamani, kata mnaifahamu? Kata ni nzinga. Watu wanaokwenda kubeba mizigo, mfano wanaokwenda masokoni wanakuga wamebeba mabeseni. Sasa kuna zile kata. Kata ni kile kinzinga kile anachokikunja kunja kwa ajili ya kuweka kichwani, ili pale atakapobeba ule mzigo usiweze kumfinya zaidi. Kinaweza ikawa ni kipande cha nguo au kipande cha majani ya mgomba au kipande cha majani fulani waliochagua wao. Sasa upate kipande cha kata iliyosahaulika sokoni. Sasa nielewe vizuri. Sio kaibe. Usiende kuiba kata ya watu. Subiri watu wamefanya shughuli zao sokoni, wameondoka, wanafunga soko. Ukibahatika kupata kata iliyosahaulika, au umekwenda asubuhi, watu washafanya shughuli, wametua mizigo yao pale, wameiacha ile kata, wameondoka. Labda inawezekana kuna mwingine alitengeneza ile ya majani, akafika pale, ameshusha mzigo, akauza mizigo zake pale, labda anawalangushia watu, baadaye akaona ile kata haina kazi akaiacha. Hiyo ndio inatakiwa. Ila ukiiba kata ya mtu ambao bado ana kazi nayo, ukaiiba kabla hajaiacha, haifanyi kazi. Nataka nikueleweshe vizuri, haifanyi kazi. Kwa tafuta iliyosahaulika. Iliyosahaulika inajulikana na ulioiiba inajulikana. Kwa kwenye akili zako usiende ukachukue kata ya mtu kwa makusudi, wala uchukue ambayo bado hawajasahaulika. Kwa hiyo sharti upate kipande cha kata iliyosahaulika sokoni. Ukipata hicho, kata kidogo, kama ni kijani, kama ni kitambaa, kata, uweka kwenye kile kichupa kidogo. Alafu tafute na mavi ya panya. Yawe ni panya wale wa ndani au wale panya wa nje. Sasa wale ambao wanaishi na panya nyumbani mwao, hii ni fursa. Kwa sababu utakuwa umeshajua panya wanalaga pale, panya wanapitaga pale. Wale ambao nyumbani kwenu hamna panya, au panya kwenu ni adimu kuziona, mtakwenda kuzitafuta hata polini, mavi yake muyapate. Mavi ya panya yana siri kubwa sana. Katika hichi kitabu yameelezwa sana. Nitakuja siku moja nikufunulie mavi ya panya anafanyaje kazi na kwa nini anatajwa katajagwa. Unaweza kukuta vinatajwa vitu afu uelewe maana yake. Ni moja katika kizimba ambacho kinatumika sana kwenye kufunga vitu, mavi ya panya. Kwa hiyo chukua na mavi ya panya hata 2 3, changanya kwenye kile kichupa. Kichupa hicho ulichoweka hivyo vitu hivyo, utakizika au utakifukia kwa manuizi vile unavyotaka. Ila unakifukia wapi? Katika kizingiti cha mlango wa nyumba yenu mnapoishi. Jamani, kizingiti cha mlango kinafahamika, ni sehemu ile ya kuingia na kutoka nyumbani kwenu. Ule mlango mnaotumia ni mlango wa geti au ni mlango wa nyumba kubwa, pale pembeni pale ndo kizingitini pale. Utazika. Sio wewe unaishi hapa unaenda kuzika nyumba nyingine, haitofanya kazi. Ile nyumba mnaoishi nyinyi wawili ndio utakiwa kizingiti cha mlango chake mzike pale. Sasa kuna maswali waga yanakuja, je, kama nyumba imesakafiwa tiles mwanzo mwisho, sijui ile paving block, mimi hainihusu. Maswala ya kusakafia mimi huko hayanihusu. Mimi nakufundisha namna ya kufanya. Sasa wewe ndio utajiongeza kiakili kwamba kama kwangu kuna paving block, kama kwangu kuna tiles, kama kwangu kuna cement kumesakafiwa, nafanyeje? Hiyo ni akili yako imebakia hapo. Utaamua utafanyeje, au ukiona haiwezekani achana na hiyo. Unazikaje sasa? Au unafikia kwa manuizi. Sasa hayo manuizi yanatofautiana. Kuna mwingine anaweza kukunuilia, mume wangu akitoka hapa akienda kuchepuka na mwanaume mwingine, uchi wake usisimame, sawa? Mke wangu akienda kuchepuka akachepuka na mwanaume mwingine, uchi wake usionekane, sawa? Kuna watu ukienda kutana naye uchi wa mwanamke hauoni. Mtafanya kila kitu, lakini wapi? Fanya kila sio kwamba yani pale hapaonekani kwamba naingilizia wapi sasa ili ile burudani iendelee. Hapaonekani. Ila akirudi kwa mume wake inaonekana na mambo yanaenda vizuri. Hivi vitu vipo, wazee wametufundisha sisi, ndio maana tunakufundisha wewe. Sasa ulikuwa kama ulijui hichi ndio kitu kinafanyika hivyo. Unaona bwana? Kama utasema iwe vipi vyovyote vile, utie nia utakapokuwa unafukia ile chupa, unatia nia vile unavyotaka. Lakini angalizo,
narudia tena angalizo. Katika hayo manuizi yako yote utakayokuwa umekusudia. Maana hapa manuizi ni full kujiachia. Option kabisa, umepewa option. Fanya unavyonuia vyovyote vile unavyotaka. Lakini usije ukanuia huyo mtu aache kazi. Umemuua. Ukinuia tu kwamba mume wangu sitaki afanye na kazi, ashinde hapa nyumbani, hakika ukifanya hivyo ataacha kazi na atakuwa anashinda hapo hapo nyumbani. Sasa tuone kama mtakula miguu yenu. Kwa hiyo hakikisha kwenye manuizi yako usije ukaleta habari za kwamba aache paka kazi. Ataacha kweli na atabaki anashinda. Ukienda bafuni ni mnaenda naye, mkienda sokoni mnaenda naye, ukienda sijui wapi kwa wifi sijui kufuka anasema twende nikusindikize mke wangu, unaenda saluni anasema twende wote, twende wote. Utakeleka wewe mpaka utakoma. Sasa angalizo hilo. Mfunge unavyoweza, lakini hakikisha usiseme aache kazi. Dawa hii inapatikana katika ukurasa wa 109 mpaka ukurasa wa 110 katika kitabu cha mwongozo wa tabibu namba 2. Bei ya kitabu hichi ni 30,000. Katika siku 2 zilizobaki utakipata kwa 20,000, lakini ukitaka na vile vingine utavipata kwa shilingi 50,000 kwa bei ya ofa. Mwisho wa somo letu tumemaliza. Kama ulikuwa hujaelewa sehemu yoyote, preview hii clip urudie tena na tena na tena mpaka uielewe. Ukinipigia mimi simu usiniambie Sheni nimesikia somo lako kule YouTube bado limeishia njiani, au siji mimi sijaelewa nataka unifafanulie vizuri hapa sasa, nataka unifafanulie vizuri, kuna vitu labda umeviacha au kuna hiyo habari. Mimi gasina Sheni, nimemaliza kila kitu, nimeweza kueleza vizuri, hakuna nilichoacha, hakuna nilichokifunga, hakuna ambacho ni cha ziada. Labda upige simu kwamba nimesikiza vizuri kabisa Shewa, nashukuru sana Shewa, lakini hapa ndio pananitatanisha, nitakuweka sawa. Ukiona ni jambo hujalielewa niulize tu lile ambalo hujalielewa, ila somo huwa sirudii. Kwa inshallah tukutane kipindi kingine sana, wakati mwingine. Ofa kumbuka inaishia mwishoni. Tutakutana katika bei halisi sasa kuanzia tarehe 11, 12 na kuendelea. Mimi ni Ustadh Bashir na hii ni Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.